Jifunze kubariki. Kusisitize tena, jifunze kubariki. Wakati Mungu alipokuwa anamwambia Ibrahimu, watakao kubariki nitawabariki na watakao kulaani nitawalaani. Hili fungu lilikuwa na maana kubwa. Rafiki yangu, kwa nini ninakusisitiza ujifunze kubariki? Ni kwa sababu wakati mwingine tunaweza kubarikiwa kwa kupitia baraka za wengine. Kumbe kuna watu ambao wangebarikiwa kupitia baraka za Ibrahimu, lakini kuna watu ambao wangepata laana kwa kupitia baraka za Ibrahimu pia. Sasa kwa nini ujifunze kubariki? Kuna watu ambao Mungu amewaweka kwamba kupitia wao wengine wabarikiwe, na huwezi kujua kwamba huyu unayemlaani huenda ndio yule Mungu ameweka ndani yake kwamba atakayemlaani analaaniwa. Huenda huyu mtu ni yule ambaye Mungu ameweka ndani yake kwamba watakao mbariki watabarikiwa. Rafiki, jifunze kubariki ili Mungu akubariki. Maana mtu anayebariki amebarikiwa. Mtu anayebariki anajua uzoefu wa baraka, na Mungu hawezi kumwacha hivi hivi mtu ambaye anabariki. Maana sifa ya Mungu ni kubariki. Na hivyo watu wanaomwamini Mungu, sifa yao ili fanane na ya Mungu ni kubariki. Mimi ninaanza siku ya leo kukubariki kwa jina la Mwenyezi Mungu. Upokee baraka tele, upokee baraka za uzima, upokee baraka za afya, upokee baraka za familia, upokee baraka za mchumba, upokee baraka za kazi, upokee baraka za masomo, upokee baraka zaidi sana, upokee baraka za uzima wa milele. Nataka tujifunze kwa kisa kimoja kifupi. Ukisoma katika kitabu cha Hesabu 21, 22, 23, wakati Israeli wanasafiri, kuna nabii mmoja aliyejiita nabii wa Mungu ambaye aliitwa na mfalme ili aende kuwalaani Israeli. Sikiliza nikwambie kitu rafiki yangu. Alipoitwa na Balaki, Balamu alipoitwa na Balaki ili aende kulaani taifa la Israeli, alienda na Mungu akamkataza asiende, akafosi kwenda kuwalaani watu wa Mungu. Wakati akiwa njiani, malaika akatokea mwenye upanga mkali, na huyu Balamu hakumuona. Punda alimuona. Punda akakwepa mara ya kwanza, akakwepa mara ya pili, na punda akaanza kuchapwa na Balamu, kwa nini unaniangusha? Punda akaongea siku hii, akamwambia, wewe hukuona kwamba mimi nimekuangusha kukuepusha na upanga wa malaika? Ndipo malaika wa Bwana anamtokea, anamwambia, wewe Mungu amekukataza, lakini uende, unapoenda utasema kile ambacho Bwana atahitaji useme. Alipofika, ametayarishiwa mali, ametayarishiwa ng'ombe, ametayarishiwa vitu vizuri ili aweze kulaani taifa la Israeli. Sikia nikwambie, kuna watu wanapoteza mali kwa ajili ya kuharibia mipango ya wengine. Kuna watu wanaenda kwa waganga kwa ajili ya kufukiza uvumba kwa ajili ya baraka za watu wengine. Rafiki, utapoteza muda, maana kilichobarikiwa na Mungu mwanadamu hawezi akakilaani. Kilichooteshwa na Mungu hakiwezi kikang'olewa na mwanadamu. Na mimi ninakutia moyo rafiki, wewe ni special. Mungu amekubariki. Hakuna yeyote anayeweza kujipitisha na ujuzi wake, kujipitisha na sifa zake, kujipitisha na uchawi wake ili aweze kukukatishia safari yako ya kimafanikio, safari yako ya kuelekea katika Kanaani ya mafanikio. Maana Balaki na Balamu walihitaji kukatisha safari ya wana wa Israeli, lakini kwa mkono hodari wa Mungu, Mungu aliwatetea. Wakati anaenda kulaani, Mungu hakujibu. Mara ya kwanza hakujibu, mara ya pili hakujibu, mara ya tatu nabii ambaye alitarajiwa atoke na neno la kulaani Israeli. Ukisoma katika Hesabu 23, 22 hadi 23, Biblia inasema, tazama taifa la Israeli wamebarikiwa, sifa zao zitasemwa.
maana Mungu wao ana nguvu kama nyati. Na ndipo anasema, tazama, hapana uchawi katika Israeli, hapana uchawi katika Yakobo, na habari zake zitasemwa mataifa yote. Habari zako zitasemwa mataifa yote, maana watajaribu kukuchawia, watajaribu kukuloga, lakini ulinzi wa Mungu uko pamoja na wewe. Badala ya kunena laana, watageuka wakinena baraka. Rafiki yangu, jifunze kubariki ili ubarikiwe. Jifunze kumtegemea Mungu alinde baraka zako. Jifunze kumtegemea Mungu katika changamoto, maana yeye analinda baraka. Yeye ulinzi wake unatosha. Ulinzi wake ni mkuu. Ana nguvu kama nguvu za nyati, na habari zake zitasemwa huko na huko kwa kupitia wewe. Na Mungu akubariki sana. Ninakusisitiza, jifunze kubariki ili ubarikiwe. Wanaomtegemea Bwana wanabariki. Wenye sifa za Mungu wanabariki. Wanaotazamia ufalme wa Mungu wanabariki. Wanaohitaji kufanikiwa wanabariki. Wanaohitaji kusonga mbele wanabariki. Mungu akubariki, na wewe ubarikiwe, na wewe ubariki katika jina lake. Amen.